Karibuni tena Gunners XG. Katika siku ya leo tutakuleteni kipindi kipya kabisa ambacho tunakiita comment zenu katika Gunners XG au comment zenu Gunners XG. Tutakuwa katika kipindi hichi tukizungumzia comment mbalimbali zilizotolewa kwenye video zetu. Lengo ni kutoa ufafanuzi, uchambuzi, majibu au hata maelezo ya comment hizo ambazo tunadhani zinahitaji hayo. Kwani kama mnavyoelewa huwa tunajibu comment mara nyingi, majibu mafupi. Kwa hiyo tutachagua zile ambazo zinahitaji majibu marefu na kuzijadili kwenye kipindi. Kwa vile kitakuwa ni kipindi cha kuendelea tunavyotarajia, iwapo kitapata views za kutosha, basi tutakifanya kwenye zile siku ambazo either midweek au weekend ambazo hazina mechi, kama ilivyo wiki hii Arsenal haichezi. Kwa hiyo tumepata fursa, tumeona kwamba badala kwa vile hakuna uchambuzi wa mchezo wa mechi, tuzungumzie comment hizo. Jina langu ni Mani Mohamed. Tafadhali sana kuwa pamoja na mimi mpaka mwisho wa kipindi. Comment ya kwanza ni kutoka kwa Dennis Rebangira. Dennis Rebangira anasema, nadhani Arteta amtengeneze Nwaneri kuwa striker, cause nilimsikia kwenye conference moja akisema kuwa ana uwezo pia wa kuwa namba 9. Ili Saka akirudi, Nwaneri taratibu aanze kuhamia namba 9. Asante sana Dennis Rebangira. Nadhani hili ni wazo zuri sana ambalo sidhani kwamba Dennis atakuwa ni peke yake aliyelifikiria, kwani ni wazo ambalo lina make sense. Lakini je, ni kweli Arteta ataweza kumruhusu Nwaneri kuwa striker? Jibu la uhakika atalitoa anaweza peke yake kulijibu Arteta. Lakini sisi tutazungumzia mazingira mbalimbali ambayo tunadhani ama anaweza au hataweza kumgeuza Ethan Nwaneri kuwa ni namba 9. Kwanza, Ethan Nwaneri ni mchezaji ambaye binafsi sidhani kama permanently Mikel Arteta atamfanya kuwa ni namba 9. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu sifa za striker wa Arteta ni tofauti sana na uwezo wa Ethan Nwaneri. Arteta kama tunavyoelewa anachezesha false 9, hachezi out and out striker, yani namba 9 ile ya traditional. Na kuna tofauti ya sifa ambazo anatakiwa awe nazo mchezaji ambaye anacheza false 9 na namba 9. Mchezaji kama mfano Lewandowski hawezi kucheza false 9. Lakini mchezaji kama Kai Havertz hawezi kucheza 9. Kwa nini? Kwa sababu 9 kazi yake yeye anabaki juu kabisa, yani kwenye ile line ya center back, around line ya defense kabisa, anabaki pale kusubiri kuwa fed, kuletewa mpira. Yeye kazi yake kubwa ambayo anakuwa nayo uwanjani wakati timu inayo mpira ni kutafuta gap, aletewe mpira afunge. Si mtengenezaji wa nafasi wala si mtu ambaye anahangaika sana. Off the ball anachotakiwa ni kufanya pressing pale mwanzo. Mpira akiwa nao either of the center back yoyote au goalkeeper, yeye ndo anakuwa na press off the ball na anashuka, anafika kati, anabaki, anasubiri wenzake waokoe. Yeye akiletewa mpira mrefu anatuliza, ana hold, anaanza, anasubiri watu waje, anatoa pasi au anaanzisha shambulizi kwa njia yoyote. Kwa hiyo huyo ndo traditional number 9. Nwaneri ukimweka hivyo ataweza kufanya mengi, ukiondoa moja tu ambapo hana height ya kuwa anapokea mipira ya juu akiwa mbele ya center back. Kwa mfano Kai Havertz anaifanya sana kazi hiyo kutokana na yeye ni 6'4", yeye ni mrefu sana. Hata Van Dijk akisimama nyuma yake, Havertz ni mrefu kuliko Van Dijk. Au center back wengi sana ama anafanana nao kimo au anawazidi kimo. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Mikel Merino amewekwa pale, hakuwekwa Declan Rice kwa sababu Merino kidogo ni mrefu zaidi kuliko Declan Rice baada ya kuumia kwa center forward. Lakini mara nyingine anamchezesha Gabriel Jesus ambaye hana kimo hicho na bado anacheza kwa sababu Gabriel Jesus anaweza roles nyingine. Sasa tofauti, kabla sijasema role nyingine ya traditional number 9, tofauti moja, false 9 yeye ana drop deep mpaka anafika kuwa kama kwamba ni midfield. Kama mtakumbuka huko nyuma tumesema Merino anapocheza false 9, Arsenal inakuwa kama vile ina midfield wa 5, yani watatu midfield wa kawaida, Declan Rice, Partey na Odegaard. Beki wa kushoto kwa kawaida Arsenal anakuwa na invert, anacheza hybrid fullback na anakuwa midfield wa 4, na Merino anapocheza false 9 anashuka sana, na ndio maana Arsenal inakuwa inaweza kutawala sana katikati kwa sababu inakuwa na midfield wa 5.
Sasa ana drop deep false 9. Nwaneri anaweza kucheza kudrop deep. Ataweza kudrop deep, lakini hataweza kucheza efficiently kama midfield ukilinganisha na mchezaji kama Mikel Merino, Kai Havertz ambao wana asili ya midfield. Wameshacheza. Kai Havertz amecheza sana attacking midfield, Mikel Merino amecheza sana CDM, box to box, yani CM midfield na hata attacking midfield. Kwa hiyo wao inakuwa ni rahisi kwao kucheza role hiyo. Kwa hiyo tofauti ya pili ni kwamba primary role ya traditional 9 yule striker ni kufunga magoli tu, hana role nyingine yoyote, wakati roles za false 9 ni 3, ambapo anatarajiwa kufunga magoli lakini si mengi kama striker, out and out striker. Unaona? La pili, anatarajiwa vile vile awe ni playmaker. Ana playmaker kwamba ana drop deep, anacheza na wenziwe wakati shambulizi linaandaliwa, naye anashiriki kwenye maandalizi ya mashambulizi. Lakini la tatu na la muhimu vile vile, false 9 yeye ni chance creator, kwamba sio lazima afunge. Kwani katika shape halisi mnapojipanga na mnacheza na false 9, basi ile front line inakuwa na shape ya V, kwa maana ya kwamba false 9 anakuwa deep, wingers zinakuwa mbele ya false 9. Yeye anapata kufunga mara nyingi kwa zile cutback au crosses. Anawahi kuingia, anakutana na mpira. Lakini zaidi ya hapo, yeye pia anaweza kuwachezesha hawa, au anaweza akachezesha attacking midfield upande wa kushoto na number 10 upande wa kulia, pande zote mbili. Yani kwa timu yetu tunaweza kusema Odegaard na Declan Rice. Kwa hiyo ndio role ya chance creator ya false 9. Sasa Ethan Nwaneri anaweza akafanya shughuli zote hizo. Tunadhani kwamba Ethan Nwaneri hayuko tayari kwa shughuli zote hizo kutokana na labda yeye si midfield in nature, japokuwa amewahi kuwa midfield huko nyuma. Zaidi Ethan Nwaneri ana sifa za kuwa winger anaye-invert, anayekata ndani kama alivyo Bukayo Saka, na ndio maana Ethan Nwaneri ni left footer, lakini anacheza upande wa kulia. Kwa nini? Ili aweze kukata ndani na kuweza kufunga mwenyewe au kutengeneza nafasi. Kwa sifa hizi sidhani kama Nwaneri atachezeshwa kuwa striker. Mfano mzuri wa out and out striker ni Lewandowski, Harry Kane na Erling Haaland. Hawa ni out and out striker. Mara nyingi utakuta wana magoli mengi lakini hawana assist. Angalia Kai Havertz, mpaka ameumia January ile mwishoni, alikuwa na magoli 15 na assist 5. Haaland anaweza kamaliza msimu na assist 2 tu, kwa sababu hana role ya kwenda kutafuta kutengeneza nafasi na mambo kama hayo. Na mfano mzuri ya false 9 ni Leo Messi anapocheza kati, wakati ule akiwa Barcelona ya Pep Guardiola. Messi amecheza sana false 9. Firmino akiwa Liverpool amecheza sana false 9, na kwa wale ambao wameanza kufuatilia mpira zamani sana kama mimi binafsi watamkumbuka Totti wa Italy, alikuwa ni false 9 mzuri sana. Kwa hiyo jibu la ufupi ni kwamba Nwaneri itapendeza kama ingelikuwa anachezeshwa 9, tunacheza na striker, angeweza kidogo, kwa sababu Nwaneri ni mchezaji ambaye anaweza akapokea mpira akatana, akamkimbia fullback, akamkimbia mlinzi na center back au fullback, na ana shooting ability nzuri, japokuwa shooting yake ipo angle biased. Ana shoot vizuri sana akitokea upande wa kulia, na ndio maana anachezwa kulia japokuwa yeye ni left footer. Kwa hiyo tukiamua kucheza out and out striker, nadhani tukimtrain akiwa trained atafanya vizuri, ukiondoa sifa moja ya kupokea mipira ya juu na kuhold. Hiyo itakuwa ngumu kwake kutokana na height, kutokana na urefu. Kwa hiyo nadhani hapo tumejibu swali la kwanza. Swali la pili limeulizwa na Bin Badru. Yeye anasema, hii si swali, ni comment, anasema au ni pendekezo. Anasema huwa unaweka video za mechi husika, yani anapendekeza kwamba siku ya mchezo tunapochambua mechi basi tuweke na video. Ni pendekezo zuri, na naamini kwamba channel ingevutia zaidi tungekuwa tunafanya hivyo. Lakini hatuwezi kufanya hivyo, bahati mbaya sana, kwa sababu hizi video zinakuwa na haki miliki. Kwa mfano pale nchini Uingereza ukiweka video, mimi nimesajili channel yangu Uingereza, kwa hiyo kule wenye haki miliki ni Sky Sports, TNT Sports,
Amazon Prime ambao wanaonyesha mechi za Champions League, na mwezi wa December around Christmas time wanakuwa wanaonyesha Premier League. Kwa hiyo wale wana haki miliki. Utakapo upload video ina urefu wa zaidi ya sekunde 5, umeingiza channel yako matatani, kwa sababu very likely utapata strike, na ukipata strike 3 unaweza ukafungiwa. Kwa hiyo ili kuepusha hilo, huwa hatuendelei sana kuweka video. Mara chache nadhani kwa wanaotufuatilia kwa makini, tumekuwa tukiweka clip fupi sana za sekunde 5 au chini hapo, ili kuepuka strike, na mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu channel haina strike hata moja. Kwa hiyo ni swala ambalo haliruhusiwi kisheria kuweka video, ingawa kuna watu wanafanya, kwa sababu wanaofanya hivyo wanaelewa wanacheza michezo fulani ya kukwepa kupigwa strike, na wanakuwa wanapigwa strike mara kwa mara, lakini kwa sababu strike inakaa miezi 3 sijui miezi 6, kwa hiyo akipigwa strike ya kwanza, akipiga strike ya pili anaacha kwanza, anaacha miezi ikipita, strike zikifutika, anaanza tena, anarudi. Sisi hatupendi kucheza michezo hiyo. Tunaona kwamba bora tuweke genuine channel ambapo lengo litakuwa ni maelezo, uchambuzi na ufafanuzi wa mambo yanayotokea, na taarifa mbalimbali za Arsenal na mambo yanayotokea uwanjani na nje ya uwanja. Kwa hiyo Bin Badru, pendekezo lako zuri, lakini kumradhi sana, hatutaweza kufanya hivyo kwa sasa. Baadaye labda sheria zikibadilika, basi na sisi tutabadilika. Comment inayofuata imeandikwa na Peter Yona. Yeye anasema kuna muda kama kocha wetu huwa kiburi na ujuaji unamponza. Anamzungumzia Mikel Arteta. Anaendelea kusema sioni sababu ya kumweka nje Ben White wakati amerudi uwanjani. Kwa hiyo anadhani kwamba Ben White aanze, na anaendelea kusema Timber acheze beki 3, White acheze 2. Kile kitoto Skelly kitakuja kutugharimu. Unajua wengi hamuoni hili, lakini ukweli ndio huo. Bado hana uwezo wa kuanza kikosi cha kwanza. Peter Yona anaamini kwamba ni bora zaidi kuwachezesha Ben White kulia na Timber kushoto, na Skelly hayuko tayari. Anafanya makosa, na anaamini makosa hayo yatakuja kutugharimu. Kuna jambo moja naweza nikakubaliana na wewe Peter Yona, kwamba Skelly is a very inexperienced player. Hii ni debut season yake, ndio kwanza anaanza kucheza, na hivyo basi upo uwezekano kwamba atafanya makosa. Nadhani wengi wanamuona kwamba Skelly ni mkorofi kiasi fulani kwa vile ana red card 2. Lakini tukumbuke kwamba katika red card 2 hizo, moja ilifutwa, na red card aliyokuwa nayo ya kiuhakika ni moja tu. Na si kwamba ana yellow card nyingi sana, hapana, si katika wachezaji wenye kadi nyingi. Kwa hiyo kama ulikuwa unazungumzia matatizo yake katika swala zima la kupata kadi, sidhani kwamba tunaweza kwa kusema kwamba ni mchezaji ambaye yuko labda careless, anafanya tackles nyingi ambazo zinaweza kumpelekea kuwa ni mchezaji ambaye anapata red card nyingi. Lakini hata hivyo nakubaliana na wewe kama nilivyosema kwamba ni inexperienced player, lakini sikubaliani na wewe katika baadhi ya mambo. Lakini katika kulijibu hili tutaeleza mambo ya matatu. La kwanza, uwezo wa Lewis Skelly. La pili, Ben White na Timber. Kwa nini Ben White haanzi? Na kweli Timber anafaa kwenda kushoto. Kwa hiyo tuanze na uwezo wa Miles Lewis Skelly. Lewis Skelly ni inexperienced, hiyo ndo kitu pekee ambacho ni upungufu kwake. Na kama ni hivyo, dawa ya kuwa hana uzoefu ni kumpa nafasi. With time ndio anajenga uzoefu. Kama tutaendelea kusema kwamba Skelly hana uzoefu kwa hiyo asicheze, ina maana hatapata uzoefu, au atachelewa sana kupata uzoefu, kwa hiyo tutakuwa tunaichelewesha career yake. Lakini kwa upande wa uwezo kama fullback, hybrid fullback, Skelly ana uwezo mkubwa sana. Tukumbuke kwamba Skelly alikuwa ni midfield converted into a left back. Kwa hiyo anacheza na mpira vizuri. Anapokuwa na mpira hana wasiwasi, ana uwezo wa kukaa na mpira akatoa pasi za maana. Ana key pass kama 2 so far, ana assist 1 na amefunga goli 1. Nina rekodi video hii mara baada ya mechi ya England ya World Cup qualifier. Skelly sio tu amechaguliwa England, ameanza England. Kwa hiyo leo amedebut katika mechi ya leo, na sio tu amedebut, amekuwa ni debutant aliyefunga goli 1 kati ya 2 ambayo England leo imeshinda. Kwa hiyo sio kwamba anaaminiwa na Arteta. Hata Tuchel amemkubali Skelly. Hii inaonesha
si tatizo la Arteta. Kwa nini? Kama ni Arteta, kwa nini na Tuchel ampange? Kwa hiyo hata Tuchel ameona uwezo wa Lewis Skelly. Lewis Skelly ana uwezo wa kucheza, yuko tayari kucheza Premier League football, Champions League football na hata international football, kwa mujibu wa Mikel Arteta na jopo lake, vile vile na Thomas Tuchel, kocha wa England, na jopo lake. Hiyo ndio kwa upande wa Skelly, kwamba ana uwezo wa kutosha. Sasa tuje kwa nini Ben White asianze. Ben White ameanza mechi ya PSV ya marudiano, ambapo Arsenal ametoka suluhu ya mabao mawili kwa mawili. Ben White tulichokiona katika mechi ile, bado hayuko 100% fit. Bado ana mapungufu madogo. Si yule Ben White tunayemfahamu aliyecheza vizuri sana msimu uliopita. Japokuwa anazo quality hapa na pale. Amefanya makosa kama mawili kwenye mechi ile, bahati nzuri hayakusababisha magoli yote mawili. Alizidiwa speedi katika kukimbia. Kwa hiyo anahitaji time kurudi katika level yake, na ni vyema kumuintegrate polepole kwa kumpa dakika 20-30 za mwanzo, na mechi ambazo hazina muhimu sana. Hata kama atafanya makosa hakuna madhara, kama vile mechi ile ya PSV ya marudiano, ambapo tulikuwa tumeshashinda bao 7. Kwa hiyo it was impossible, bao 7-1 sijui 2, ilikuwa haiwezekani PSV kurecover. Nadhani hiyo ndio sababu pekee iliyomruhusu, of course sio pekee, lakini hiyo ndio sababu iliyomruhusu Arteta mpange mechi ile. Sasa hiyo hoja ya kwanza, kwamba Ben White hayuko 100% bado, anahitaji muda. Sasa tuje kwenye hoja ya tatu, Timber. Kwa nini Timber asimpeleke kushoto? Timber kucheza kushoto ni dharura, kwa sababu Timber pamoja na kwamba ni two-footed player, kwa wale wanaocheza FC 24, 25 au FIFA zile, nitaeleza mguu wa Timber wa kulia, japokuwa anaweza kucheza mguu wa kushoto, kwamba ni two-footed, lakini mguu wake wa kushoto ni 3-star weak foot. Hatuwezi kumfananisha na mchezaji kama, kwa mfano, Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu anapiga miguu miwili, lakini 4-star weak foot, kwamba huwezi kutofautisha sana baina ya mguu wake wa kulia na mguu wake wa kushoto. Uwezo wake karibu una balance kote kuwili. Lakini Jurrien Timber yuko angle biased katika mchezo wake. Kwa mfano, hata katika swala zima la jinsi anavyodefend, ana uwezo sana wa kudefend dhidi ya mchezaji anayechezea mguu wa kushoto kuliko mguu wa kulia. Kwa mfano, hafanyi slide tackle upande huu wa kushoto, anafanya slide tackle upande wa kulia. Kwa hiyo hapigi cross na mguu wa kushoto, pamoja na kwamba anatumia mguu wa kushoto, au quality ya crosses zake haizifanani baina ya mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba Jurrien Timber ni angle biased. Unapomuondoa kulia na kumweka kushoto, unampunguzia uwezo wake kwa kiasi fulani, na hili sidhani kama linahitajika kama hakuna dharura. Inapokuwa kwa mfano amecheza mwaka huu, msimu huu amecheza upande mwingine, lakini ilikuwa ni dharura kwamba mabeki wa kulia wa kushoto wote walikuwa wameumia kipindi kile. Skelly ameumia, Calafiori ambaye anacheza kulia na kushoto ameumia, Zinchenko alikuwa juu, Calafiori anacheza kushoto, Takehiro Tomiyasu anacheza kulia na kushoto naye ameumia, Zinchenko alikuwa juu. Wachezaji wote ambao nani huyu TN alikuwa hajapona, ndipo Timber akapelekwa upande wa pili. Kweli anacheza kote, lakini kulia anacheza vizuri kuliko kushoto. Kumpanga kushoto unampunguzia uwezo wake. Kama yupo natural left back, basi sioni sababu kwa nini Timber apelekwe kushoto. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaliona swala hili, kwamba mambo matatu kwa kusummarize tuliyozungumza. Skelly uwezo wake ni mzuri sana, ni mkubwa, anakosa experience, atafanya makosa, he has to be given a chance, a learn through those mistakes. Pili, Timber yuko angle biased, kwa hiyo kumhamisha kumpeleka upande mwingine, yani upande wa kushoto, ni kumpunguzia uwezo wake. Na la tatu, Ben Blanco bado hayupo up to speed, anahitaji mechi kadhaa kurudi katika mchezo wake. Na nadhani Ben White atatufaa sana msimu ujao zaidi kuliko msimu huu, au labda mechi chache za mwisho za msimu huu. Na kwa vile Timber hana matatizo sana, sioni sababu kwa nini Ben White aharakishwe kurudi. Unamharakisha yule mchezaji ambaye anaideputize hafanyi vizuri. Timber anafanya vizuri sana. Kwa hiyo hilo ndio jibu lako Peter Yona. Tunakubaliana katika eneo moja, lakini hatunapishana katika maeneo mengine.
Tuingie kwenye swali lililoulizwa au comment iliyotolewa na Wanyama Gibson. Anasema kazi safi kaka. Asante sana. Asante sana Wanyama Gibson. Lakini anauliza vipi Arsenal wanamfuatilia mshambuliaji yupi? Habari za kuaminika ni kwamba summer time Arsenal itasajili striker number 9 ambaye tunaamini atakuwa ni prolific number 9. Ni wale tu. Chaguo la kwanza tunaamini kuwa ni Alexander Isak. Hata hivi karibuni guru katika masuala ya transfer ametweet na kueleza kwamba Arsenal itamfuatilia na iko mbele sana katika swala zima la kutaka kumsajili Alexander Isak. Japokuwa naamini kwamba kumngoa Alexander Isak hasa baada ya kuchukua kombe la Carabao itakuwa ngumu sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu sasa hivi kombe la Carabao litawafanya Newcastle waamini kwamba they should build their team from there. Wanahitaji kuijenga timu yao kwani tayari ina uwezo wa kushinda makombe. Kama alivyo sasa hivi tunaweza tukamtoa kwa fedha nyingi sana. Lakini iwapo Newcastle itaamua kumpa contract mpya na akasign, basi tusahau kuhusu Alexander Isak. Na naamini Newcastle itafight sana. Na mpaka sasa hivi hatuna uhakika, lakini msimu uliopita mathalan Newcastle ilikuwa na matatizo ya kifedha ambapo walilazimika kuuza baadhi ya wachezaji. Na walipouza hawakumuuza Isak. Sasa hatujui kama mwaka huu atakuwa na matatizo kama hayo ya financial fair play problems. Lakini iwapo atatokea huenda wakahitaji kuuza na tukifika bei tunaweza tukampata Isak. Kwa hiyo wa kwanza ni Isak, alafu vile vile Benjamin Sesko inaelekea Arteta anampenda sana Benjamin Sesko. Kwa hiyo huyo ni mwingine ambaye huenda tukamfuatilia, na of course Victor Gyökeres. Hao ndio naamini kwamba ndio choice tatu za mwanzo. Lakini anaweza kuwa striker mwingine yoyote. Kama tulivyoona bid iliyofanyika mwezi wa Januari haikuwa katika mastriker hayo, tulienda kwa striker wa Aston Villa. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba kuna asilimia karibu 80 au zaidi ya hapo kwamba sama hii katika msimu wa kiangazi Arsenal itasajili namba 9 out and out striker. Kwa maana hiyo basi sijui kama huyo namba 9 atakuwa converted aje kucheza false 9 au Arsenal itabadilisha mfumo na kucheza na namba 9. Kubadilisha mfumo kucheza na namba 9 ni jambo ambalo linawezekana sana. Kwani Manchester City walifanya hivyo, walikuwa wanacheza na false 9 wakati wa Gabriel Jesus, na huko nyuma alipokuja Haaland wanacheza na out and out striker. Kwa hiyo tuangalie nini kitatokea, lakini ninachoweza kujibu ni kwamba Arsenal itasajili striker, na hao ni miongoni mwa ambao watafuatiliwa. Je, Arsenal itaweza kubid kile kiwango ambacho vilabu vinataka? Nalo hilo gumu kulijibu. Kwa hiyo hizo ndio taarifa za usajili. Joseph ya Pesa ananiuliza uko wapi kaka, Uingereza au Tanzania? Nijibu please. Joseph, mimi naishi Uingereza na channel imesajiliwa Uingereza, lakini sasa hivi nipo mapumzikoni Zanzibar. Kwa hiyo nipo Tanzania, na kipindi cha leo tunarekodi tukiwa kisiwa cha marashi ya karafuu, yani niko Unguja. Kwa hiyo nipo Zanzibar, lakini siishi hapa. Within labda 3-4 weeks sitakuwepo tena, wiki kadhaa tu. Kwa hiyo nadhani jibu lako halihitaji maelezo zaidi hayo. Hamid Kanyo anasema kwa maono yangu Starboy atakuwa amesharudi wakati tunakwenda kukutana na Real Madrid. Hamid Kanyo anasema kwamba yeye anaamini tutakapofika kipindi ambapo tuko tayari kupambana na Real Madrid, yani tarehe 8 mwezi wa 4, Starboy Bukayo Saka atakuwa amesharudi. Tutalitolea ufafanuzi hili. Kama tulivyosema huko nyuma kwamba Starboy amepata hamstring ile grade ya juu kabisa, nadhani wanaita third grade. Kwa hiyo ni jeraha kubwa sana. Kitaalamu hamstring ya aina hiyo ina heal kati ya miezi 4 mpaka miezi 6. Kwa hiyo kutokana na umri wa Bukayo Saka tunaamini atakuwa ni quick healer, kwa sababu bado ni mdogo sana, miaka 23. Atakuwa ni mchezaji ambaye anapona upesi. Lakini inategemea mambo mengi sana. Jeraha kubwa kiasi gani, kwa sababu kukatika au kuchanika kwa hamstring, urefu wa kuchanika, eneo lilipochanika ni vitu muhimu. Tunaamini kwamba taarifa tulizopata ni sehemu ya juu ya kiungo cha pelvic girdle, pale ndio ameumia. Kwa hiyo kama ni hivyo basi ni sehemu hatari sana. Kwa hiyo inaweza kuchukua miezi 4 mpaka 6. Lakini kwa vile ni quick healer tunaamini kwamba ni miezi 4. Ameumia katikati ya mwezi 12, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, tayari miezi 4 imetimia katikati. Sasa kuna taarifa ilitolewa na
coach Mikel Arteta kwenye one of the recent press conferences. Arteta ameongea kwamba tayari ameshaanza mazoezi magumu ya peke yake, hajajiunga na kikosi bado. Kwa hiyo ni hatua ya pili kutoka mwisho. Ukipasi eneo la mazoezi magumu bila kujitonesha jeraha lako, ina maana next step anajiunga na kikosi. Imani yangu ni kwamba huenda Bukayo Saka atakuwa benchini tarehe 1 mwezi wa 4 kwa mujibu wa taarifa hii ya Mikel Arteta. Huenda akawa benchini tarehe 1 mwezi wa 4 mechi ya Fulham au mechi inayofuata baada ya mechi ya Fulham, yani mechi ya Everton, kwani Madrid itakuwa mechi ya 3 baada ya international break. Kwa hiyo very likely anaweza akaanza au akawa benchini hata mechi ya Madrid. Lakini hii itategemea amerudi vipi. Kwa sababu unapokaa juu miezi 4 ni kwamba ukirudi athari yake ni kuliko ile ya pre-season. Nafahamu kwamba pre-season unahitaji wiki karibu 10 kujiweka tayari kwa mechi. Na pre-season huwa wamepumzika miezi 3 tu. Saka amekaa juu miezi 4, sio tu amepumzika bali akiwa na jeraha, kwa maana kwamba hawezi kufanya mazoezi mengine yoyote kwa kipindi cha mwanzo kile. Kwa hiyo hofu yangu ni kwamba atakuwa hayuko tayari, hatakuwa yule Saka tunayemfahamu atakaporudi. Kwa hiyo whether atacheza au hatacheza atategemea na vipi atakaporudi. Kuna wachezaji wakirudi tu ile siku ya kwanza wako vile vile. Messi mmoja wapo. Messi alikuwa akiumia, siku akirudi kwenye mechi ya kwanza akiingia ni Messi yule yule. Lakini kuna wachezaji wanachukua muda kurudi kwenye form zao wakisha kupata majeruhi. Sasa Saka hajawahi kupata jeruhi kubwa lililomweka nje miezi 4. Hii ndio mara ya kwanza. Hatujui Saka atarudi vipi kwa sababu hatuna uzoefu naye anapoumia na kuwaje. Japokuwa anapokuja kwenye pre-season, Saka ni mchezaji ambaye anaanza vizuri mwanzoni kabisa. Hii inatupa matumaini kwamba atarudi akiwa tayari. Lakini hilo halina uhakika wa 100%. Ni jambo ambalo tunahitaji kuwa na muda tulione. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumeyakusanyia siku ya leo. Maswali 5 tumeweza kuyajibu, au si maswali, comment 5 tumeweza kuzitolea ufafanuzi, uchambuzi na maelezo. Tunakushukuruni sana kwa kutoa comment zenu. Endeleeni kuweka comment kwenye kipindi hichi, kwenye video ya leo. Kama una swali, una comment ambayo unahisi inahitaji ufafanuzi, tafadhali sana weka comment yako. Siwezi kukupromise kwamba tutajibu comment zote. Comment mara nyingine zinafika mpaka 100. Kwa hiyo hatuwezi tukazungumzia comment 100. Lakini iwapo itapata bahati, itakuwa ina jambo zito muhimu, labda linajirudia sana, labda linahitaji ufafanuzi mrefu, basi tutaichukua comment yako na kuizungumzia. Jina langu ni Mani Mohamed. Tafadhali sana subscribe katika channel yetu ili uweze kuzipata video zetu kwa urahisi. Tunakushukuruni sana tena sana kwa kutufuatilia. Asante. We'll be right back.